Vitu vingi sana nataka nimwambie mume wangu kuhusu how I love him. Nakumbuka juzi nimwambia how I appreciate him, lakini I don't think kama it will be enough. Yani ni a man and a half to me. Yani he's everything. Dunia yangu, jua langu, aspirin yangu, paracetamol yangu. So lovely. Okay. Yeah, so I love him so much, and wherever I do my contents, kwa sababu I see people wananiona. Trust me, the first thing hata nikiwa navaa nguo najua hii nguo sitomaibisha mume wangu. I do that, diva. Yeah, I respect him a lot. I love him a lot. He's an amazing father. A very good dad, a very good husband. Yeah, he deserves the word from me, mke wake wa ndoa takatifu. Lile neno unalolitumia kwenye content zako, mke wako wa ndoa takatifu. Ndoa takatifu kwako ikoje? Ndoa takatifu ni ndoa ambayo tumefunga madhabahuni, ambayo tumeunganishwa na mchungaji au padri. Sisi ni Wakatoliki. Kwa hiyo tumeunganishwa na padri, like ndoa takatifu. Roman Catholic. Yeah, mbele ya madhabahu. Ndio maana ndoa takatifu. Kwa ndoa nyingine ambazo hazijaunganishwa kwenye madhabahu? No, for me, Mungu wangu asinichukulia vibaya. No, naweza na wewe ni Muislamu umefungia msikitini. No, mimi ni Mkristo, I'm a Christian. No, nasema watu ambao ni Waislamu. Labda Waislamu. Yes, na yeye ni takatifu kwa sababu mimi mwenyewe ni Roman Catholic. Ni Roman. Na St. Peter's. Okay. Mimi ndugu yangu kabisa. Kwa ndoa takatifu ndio inamaanisha so long as Mungu ameshuhudia. Tuko mbele ya madhabahu, tuko mbele ya msikiti, I think. Yeah. Ndoa takatifu. Kwa hiyo kijana anataka kuingia kwenye ndoa unamwambiaje? Kwa sababu watu wanaogopa ndoa. Wanaona there's a lot of matukio, wanaume wamekuwa malaya sana kwenye ndoa. Kwa hiyo usaliti umekuwa mwingi, watu wanaambukizana maradhi ya UTI sugu, watu wanaambukizana magono, kisonono, sijui kaswende. Mtu anaona kwamba mbona ndoa zinavunjika sana kwenye mitandao. Unakuta mtu kwenye 20s huko anataka kuingia kwenye ndoa, kwenye 30s, 40s, anakuwa very scared, like hajui what to do. Mtu namna hiyo unamshauri vipi ambaye anataka kuingia kwenye ndoa? Afanyeje kudumu kwenye ndoa for more than 7 years? Kitu ambacho naweza nikamwambia mtu yeyote ambaye anaingia kwenye ndoa, kwanza kabisa Diva, unapoingia kwenye ndoa, mimi nazungumzia upande wa wanawake, kwa sababu mimi ni mwanamke. Unapokuwa kwenye mahusiano kabla ya ndoa, hiki kitu mume wangu waga ananiambia siku zote, wanawake waga anajua mwanaume ambaye anaenda kuingia naye, Diva. Wanaume wachache wanaobadilika kwenye ndoa, lakini wanaume wengi kama ni malaya, kama ni mchoyo, ni mchoyo. Kama ni binafsi, ni binafsi. Don't expect, watu wengi wanasema no, he will change. Don't expect kwamba yule mwanaume anapoingia kwenye ndoa atabadilika for you. Kwa hiyo ndoa ni nzuri sana, lakini utakapo mpata mtu ambaye you are compatible, yani mtu ambaye mnaelewana na umemuelewa naye amekuelewa. Kama ana mapungufu yake yanajulikana duniani, ya bebe na usiende kuibebesha mzigo ndoa. Mimi content zangu nyingi waga naongea generally kuhusu ndoa. Kwa mfano ile juzi ya wajibikaji, which is nilikuwa naongelea tendo la ndoa kwenye ndoa, ambako mwaka wa kwanza uga kweli tunajituma, mwaka inaofika huko mbeleni inakuwa mikiki, like you don't want bwana mimi nimechoka, unajua lakini mwisho siku hiyo sio case. Inawezekana mimi mwenyewe I don't experience that, lakini naitengeneza tu kwa sababu ni general knowledge. Lakini watu wanaingia kwenye ndoa, unategemea ndoa itakutreat vizuri, na kati yule mtu unaingia naye kwenye ndoa unajua fika huyu jamaa sio. Yes, unamjua kabisa huyu jamaa bwana ni mwizi au jamaa. Yes, alafu ategemea ndoa ni nzuri sana, lakini unaingia na nani? Na unapoingia na unaingia na mwanamke umempata mdangaji. Alafu anategemea kwamba kufika kule kwamba siku moja no she will change, amechange kwa ajili yangu. No. Itakuja tu usiku, wake ndoa ni lifetime. Kweli? Yes. Kwa kama mimi katabia kwangu nimekaficha iko siku tu katatoka, katajidhihirisha.